Tulivyokuwa tumekueleza ndani ya kipindi Atukuzwe hapa ndani ya nyumba kwenye Jamii Good News TV, tulipokuwa tumekueleza kwamba tutakuwa na mgeni tajika zaidi wa nyimbo za Injili, Esther Mwadhi atakuwa nasi live kutoka Jamii Good News TV. Hapa ndiko nyumbani. Hujambo na karibu, usisonge mbali. Kwa hivyo mwanahabari wetu ambaye amekita mizizi hadi kwake nyumbani anatuandalia mahojiano ya moja kwa moja ili tuweze kujua safari yake ya uimbaji katika nyimbo za maabudu leo hii, ambapo amekuwa akipotea sana. Tujue ni yapi aliyotuandalia. Kama unanipata mwenzangu, kazi kwako, karibu. Majina yangu ni Esther Mwadhi, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi. Nashukuru kwa wakati kama huu na lihimidi jina la Bwana. Swali la kwanza ambalo pengine tungependa kukuuliza tu ni kwa nini sasa hivi unaelekeza kubadilisha mwenendo wako wa nyimbo? Tumeona kwa sasa hivi unaimba nyimbo za maabudu na zimezidi kushamiri sana, na watu wengi au mashabiki wako wengi zaidi wamezidi kufuatilia hizo nyimbo pembeni. Kwa hivyo hebu tueleze kwa ufupi. Asante sana. Mbeleni niliweza kuachilia nyimbo za sifa, na pia hapa nyuma Roho Mtakatifu akanisaidia habari za maabudu na nikaweza kuachilia nyimbo za kuabudu. Si kwamba niliacha, lakini sasa inategemea Roho Mtakatifu na kuelekeza kufanya nini saa hizo ama wakati huo. Kwa hivyo niliweza tu kuongozwa na Roho Mtakatifu na nikafanya maabudu kiasi. Kutokana na wewe mwenyewe sasa hivi, je, unaweza kutupa tofauti kati ya nyimbo za maabudu na nyimbo za sifa kwa yule mpenzi mtazamaji anayekufuatilia sasa hivi pale nje? Asante. Nyimbo zote ziko kwa soko kwa sababu zinamtukuza Mungu na zinamsifu Mungu. Kama nyimbo zote ni za kumsifu Mwenyezi Mungu, je, wewe katika soko lako, je, umegundua ni nyimbo za aina zipi ambazo zinakupa au zinasongesha ile temperature ya YouTube channel yako juu zaidi, au kwenye mipango hii mingine kwenye mitandao yote ya kijamii ya social media platform? Nashukuru sana kwa sababu wengi wako kwa sifa na pia wengi wako kwa maabudu. Kwa hivyo nashukuru jinsi Roho Mtakatifu anatusaidia, na pia naona zote zimekuwa za baraka. Kwa faida pengine ya mpenzi mtazamaji na mashabiki wa kwako pengine wanaokufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram na TikTok, je, waliokuwa wakikuuliza kupitia mitandao ya kijamii, pengine una lipi la kuwajuza? Uweze kueleza kwa ufupi tu, ulikuwa wapi, kazi ipi ambayo ulikuwa ukienda kuiandaa? Kazi kwako. Asante sana, na kwa mashabiki wangu wote na washukuru kweli, naona huwa mnanifuatilia. Napenda kuambia sijapotea, ila tu pengine kuna moja mbili ambao pengine unaweza kutana na challenge nayo, lakini tuko pamoja na tutaendelea kubarikiwa. Kwa faida pengine yule jupukizi ambaye yuko pale nje ambaye anatarajia kuja katika kazi ya sanaa nyimbo za Injili, je, kuna changamoto zozote katika usanii huu kwa nyimbo za Ukristo? Asante sana. Kwa wale ambao unachipuka saa hizi, ningependa kukutia moyo ni kuambia kwamba katika kazi ya uimbaji kuna changamoto nyingi, lakini yeye aliyetupa kazi anatuwezesha kusifumilia na anatufanya kuwa zaidi ya washindi. Kwa hivyo hata kama tunakutana na changamoto, hatukufi moyo, kwa sababu Mungu aliyetupa kazi ni pamoja na sisi. Pengine tu kwa yule jenzi yuko pale nje au chipukizi anayejitokeza hivi kwa ajili ya sanaa au kuja kurekodi muziki, lakini amekuwa akitafuta fedha, imeshindikana, amekata tamaa au amekata shauri, je, unaweza kumpa moyo kwa kupitia ujumbe upi? Asante sana. Namtia moyo ya kwamba tunamwamini Mungu. Kusema kweli saizi kuna changamoto nyingi za pesa, lakini yeye aliyetupa kazi, yeye ambaye amekupa kazi hiyo ya uimbaji, anasema dhahabu na fedha ni zake, na kwa wakati atatupa na tutaendelea na kazi. Kuna tabia au hulka nyingine ambazo baadhi ya waimbaji hupenda sana. Wengine hupenda kuimba wakiwa wenyewe, wengine wanapenda kuimba wakiwa kolabo, wengine wanapenda kwa ajili ya kuimba kuwepo na ule utamu fulani
au ladha fulani na mwimbaji tajika au mwimbaji fulani. Je, wewe ni wa ladha ya aina gani? Hebu tupe huo. Hiyo yote ni nzuri. Bwana anapotufanikisha kufanya kolabo tunafanya, na Bwana anapotusaidia na kutufanikisha kufanya mtu peke yake pia tunafanya kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa siku za hivi karibuni umekuwa karibu sana na hao vijana wa Gen Z kama dancers wako au wachezaji wako kwa ukaribu sana. Je, ni lipi lililokuvutia zaidi wewe kuweza kuwa karibu na vijana hao wa Gen Z au kufanya nao muziki wa densi kwa pamoja zaidi kama mama? Asante sana. Nawapenda sana vijana. Nyinyi Gen Z nawapenda sana kwa sababu hawa Gen Z ni watoto wetu. Na ni vizuri kufanya kazi na watoto wako. Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu ni wetu na watoto wetu. So ninapofanya kazi na hawa Gen Z nafurahi sana kwa sababu hawa ni watoto wangu, na ninapenda ya kwamba tukafanya kazi ya Mungu pamoja na tuingie mbinguni pamoja. Kuna baadhi ya mistari katika Biblia ambapo mtu kisoma hivi inakuguza zaidi. Je, wewe mistari ambayo inakuguza sana katika Biblia ni ipi, au ni mstari upi ambao unakuguza moyo na kukutia moyo? Nzuri, jina la Bwana litukuzwe. Tukiingia katika Biblia kitabu cha Zaburi 29 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, muabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Katika safari mbalimbali kuna mamba husimama mbele, au kuna yale tunayosema kwa ufupi hivi, yani mambo ambayo pengine yatakosa kufikisha hii safari ili itimie. Lakini kuna yule ambaye yuko pale nje sasa hivi anakusikiza. Je, una lipi la kumpa wazo pengine au moyo, kumtia moyo tu? Asante sana. Nataka niwaambie kwamba mkono wa Mungu ni hodari sana, na tunapokutana na changamoto katika huduma, hakika Bwana hututia moyo, na hakika mkono wa Bwana unatubeba, anatusaidia kuweza kufaulu katika hizo changamoto zote. Ni kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba atatufanya kuwa zaidi ya washindi. Sio washindi tu, lakini atatufanya kuwa zaidi ya washindi. So katika changamoto zote usiwe na hofu, usiogope, kwa kuwa Bwana ni pamoja nasi. Kwa mpenzi mtazamaji, tunasema shukrani na hongera za dhati zikurudie zaidi. Mimi niliyoko maeneo haya kukuletea matangazo live kuhakikisha kwamba yanakufikia. Nite Juma Nature, kwa niaba ya wote wa Runinga Radio Jamii nasema Mungu awabariki. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, mwenye nguvu, wastahili heshima zote.